Nizungumze kuhusu number one, andika, nitakuona ukiandika. Number 1, truth. Sema truth. Number 2, evident. Sema evident. Ni evident ama evident? Evidence, si ndio? Number 3, andika pale facts. Kwa hivyo tunaanza na facts, evident, alafu truth. Praise the Lord. Maandiko yanasema you will know the truth and the truth shall set you. Lakini maandiko yasemi you will know the evidence and the evidence will set you free. Praise the Lord. Lakini katika koti hapa duniani hawaangaliangi truth, wanaangalianga evidence. Si ni kweli? Watakuuliza which evidence do you have to prove this man is guilty? Si ni kweli? Na evidence inashikananga na facts. Praise the Lord. Kuna watu wamekukataa kwa sababu walikuwa na wrong evidence na waliambiwa wrong facts, but hawakutaka kujua the truth ilikuwa wapi. Praise the Lord. Kwa hivyo evidence inaweza kaa kwa muda sana watu wakiangalia, lakini wakati truth inapotokea evidence inawekwa aside, truth inasimama. Amen. So leo I want to teach about truth, evidence and facts. Na kuna tofauti ya truth and evidence, lakini facts na evidence inaoanana, inashikana. Tunasikia mtu anasema lakini huyu mwanaume ako na facts. Siku moja tulienda mahali ku cancel marriage. Lakini mjue kanisa, kabla ukweli ijulikane, mtu anakuanga ameona. Tangia wajue wewe hauna mpango wa kando. Tangia kuje wajue wewe unakuanga tu na Mungu peke yake. Wanaona kung'ara, unang'ara, kuna sponsor, utakuwa umeumia kwa plot. Utakuwa umeumia. Haki ya Mungu utakuwa umeumia. Utakuwa umetafuta geti yako ya kufuata, maana wako na evidence na wako na fact, lakini truth wewe ndio uko nayo. Na kuna mtu anataka kusikia truth. Wewe ushawahi jiuliza, wewe ukiwa na shida, mtu haezi kukuamini, anaenda confirm kwa rafiki yako. Na wewe ndio uko na nini? Na truth. Wewe unahesabia mtu anaweza kosa kuamini. Yaani ukiambia mtu kukuhusu wewe hata kuamini, lakini ataenda kuuliza jirani kukuhusu wewe. Halafu najiuliza, ni nani anafaa kuja na ukweli? Ni wewe ama ni jirani yako ama ni rafiki yako? Now, truth inakuanga I don't know ni anchored ama inakuanga anchored in the internal nature and the word of God. Praise the Lord. Jesus himself is the truth. Praise the Lord. But now, before Yesu akuje kama ukweli, kulikuanga na evidence through the prophets. We have seen him in the vision. He's coming. So kulikuanga na evidence ya visions. Tumeona, ni ushahidi katika maono. Tumeona. But ilifika wakati hawakutumia evidence. Ilikuwa inabidi hiyo truth walikuwa wanasema ijitokeze sasa. And the truth is Jesus himself. The Lord. Bwana Yesu asifiwe. Let's be in the book of John chapter 14 verse 6. John chapter 14 verse 6. Kama umefika tu hapo unasoma tu. Yes. John 14 verse 6. The Bible says, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me.
Praise the Lord. Biblia inasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na ukweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Praise the Lord. Jesus himself is the truth and the way to our Father. Praise the Lord. Which means in this generation we are in, you cannot walk with evidence. You must walk with the truth. Praise the Lord. And the truth, it is Jesus himself. In the Old Testament, people were walking with evidence, with the facts about Jesus. But in the New Testament, we are supposed to walk with the truth. Ukweli katika mioyo zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ukienda kotini wewe na usimamishwe hapo na mtoto asimamishwe hapo, hata kama mtoto atadanganya, watakubali ya mtoto, wakatae, kwa sababu wanajua mwanadamu aliye na umri fulani wengi wao wanaingiwanga na roho za uongo. And the Bible says, the truth shall set you free. Bwana Yesu asifiwe. Now, evidence, it serves to confirm the truth. Praise the Lord. Evidence inakuanga pale to confirm the truth. That is for human understanding. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana in this generation wengi watakuuliza uko na ushahidi, alafu watafanya uamuzi kulingana na ushahidi ambayo mtu amepeana, lakini hawatataka kutafuta ukweli. Kwa hivyo ile ushahidi ndio inasimamia ukweli ambayo inaweza kosa kuwepo ama inaweza kuwepo. Praise the Lord. So ushahidi inakuja ku confirm the truth. If the truth, it is there. But now we have a demonic evidence na pia kuna evidence ya ukweli. Praise the Lord. Let's go in the book of Genesis chapter 37 verse 23. Kuanzia 23. Genesis. Hallelujah. Genesis 37 verse 23. Genesis 37:23. The Bible says, so when Joseph came to his brothers, they stripped him of his robe, the ornate robe he was wearing, and they took him and threw him into the cistern. And cistern was empty. There was no water in it. As they sat down to eat their meal, they looked up and saw a caravan of Ishmaelites coming from Gilead. Their camels were loaded with spices, balm and myrrh, and they were on their way to take them down to Egypt. Maandiko inasema, ikawa Yusufu alipofika kwa ndugu zake, wakamvua Yusufu kanzu yake, kanzu ile ndefu aliyoivaa, wakamtupa katika birika, na hiyo birika ilikuwa tupu, hamna maji. Praise the Lord. Joseph amebeba chakula, amepelekea ndugu zake, maana wako na njaa. But now, because of the dream Joseph aliota, maandiko inasema ya kwamba wakapanga njama ya kumuua. Lakini licha na wao kumuua, licha na wao kupanga njama ya kumuua, ilibidi kwanza wapange vile watakuwa na evidence. Praise the Lord. Maandiko inasema hawangeweza kumuuza na hawana evidence huyu jamaa amekufa. Walitaka evidence ya kutoka kwa Joseph ndio wapelekee baba yao. Evidence ilikuwa ni nini? Ni vazi. Wakachukua vazi na bado wakachinja mnyama, wakapaka damu kwa vazi kama evidence. Wakapelekea baba kumwambia, hii ni vazi la Joseph, amekufa.
because of the evidence walimpelekea. Miaka zake zote Yakobo alikuwa anajua kwamba Joseph alikufa, hayuko, kwa sababu ya evidence walimpelekea, evidence ya mavazi. Do you know why we are suffering as Christians? Do you know why you are suffering in your family? Kuna mtu alipeleka wrong evidence on your behalf, na baadaye maisha yako ikaharibika. Maandiko inasema kwamba na Yakobo akaamini ya kwamba Joseph the last born wake amekufa, kwa sababu walimpelekea evidence ya mavazi ya Joseph ambayo yeye ndiye alishona, na akajua hii, my son is no more, amekufa. Kwa hivyo aliishi maisha yake yote, Joseph is no more. But listen to me, Mungu alikuwa anangoja siku ya ukweli kutokea, na Mungu aliweka Yakobo, akasema Yakobo, you will not die until you know the truth. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanaweza ficha ukweli, lakini nafikanga wakati ukweli unapotoka, evidence inatengwa, wanatumia ukweli. Sasa baada ya kupelekea baba Yakobo mavazi ya Yusufu, Yakobo ndani ya moyo wake alijuanga tu, mimi mtoto wangu alikufa. Nini kilisababisha ajue? Ni mavazi aliyomshonea nani? Yusufu. Na Bible inasema kana na hiyo mavazi, wewe umejua kitu ambacho adui anapaka kinyume chako. Unajua? Na wengine zinakulanga tu na wao. Wengine mnaendaga party after party na wao tu. Ndani ya roho anasemanga tu siku moja kutaniona. Mpaka wanakupangia kwa majambazi. Wakumaliza. Halafu yenda na kuanza kuuliza, nini kimetendeka? Jua anakuona habari. Amejua, lakini anakuja kuhakikisha kama kweli kama wewe umeumia. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Let me tell you precious people. Wacha leo nifunguke niwaambie ukweli wa mbinguni. Ukweli wa wapi? Wa mbinguni. Mtu ambaye hakujui hatawahi kuja kukuroga. Mtu ambaye hakujui hatawahi kuja kukupiga. Mtu ambaye anakuroga na anakugandamiza ni mtu ambaye anakujua. Nikuulize, mzungu atatokaje ng'amba kuja kufunga? Hakujui. Mnakutania wapi naye? Hakuna mahali mko na beef, si kweli? Beef nimesema vizuri. Hakuna mahali mko na grudge, si kweli? Atakuroga, atakupiga, atapigana na wewe kwa nini? Mtu ambaye anapigana na wewe ni mtu ambaye anakujua. Mtu ambaye umeshare na yeye your dreams. 2026 nimeona mmeanza, nimewaona kwa mbali. 2026 nataka nifungue biashara, usinyamaze watu waone kama umefungua. 2026 nataka nitafute passport niende ng'ambo. Wewe mjana yako wewe. Mwambie wewe nikusikie. Nyamazi hapo. Hiyo ndio ilikuwa shida nani? Yusufu. Amepewa ndoto, hatulii. Yusufu hatulii. Yusufu amefunuliwa kwamba nyota, mwezi na nini nyingine? Nyota, mwezi na jua zinamuinamia. Jamaa sasa hatulii. Ako mbio. Mnajua baba 1 2 3. Ndugu zako akamwonea nini? Wivu. Wakamwonea wivu. Ndio maana akatafuta evidence ya kumaliza Yusufu. Huyu mtu aende uone kama ndoto itakuja kutimia. Hizi tumii charge. Kama Mungu alikusudia utaenda ng'ambo, utaenda. Wafunge wasifunge utaenda. Not by force by fire. Na Mungu anangoja the right time. The right time. Lakini licha wewe kujua Mungu anangoja the right time, usikue mpumbavu katika maombi. Kuwa mwerevu kama mtoto wa nyoka. Si Biblia inasema hivyo? Praise the Lord. Usikue tu, kuna ndugu mmoja tulikuwa tunaendaka naye kwa maombi ya fasting kule home, alikuwa anaitwa Justus. Sasa siku moja tulipokuwa kwa maombi, Mungu akawa anatufunulia kwamba Justus mama yake ako na ngozi ya uchawi. Na mama yake alikuwa mchawi. Lakini Justus ameokoka. Jamaa alipambia pastor, acha nenda hiyo pusi bwana, hata mimi naweza pea mchawi kitwali yangu. Animwambia aenda aroge na mimi sitarogeka. Sasa hii Justus analewa. Sasa hii analewa. Chakari. Jamaa alikuwa anarusha injili, sasa hii analewa. Alizao kubomoa yale madhabahu. Wakati mama alikufa ndio vitu zikaanza kutoka. Praise the Lord. Unajua, as much as that you are born again, wapendwa, msichukulie vitu tu hivi. Msichukulie vitu rahisi. Eti uweze rogeka. Ni sawa uweze rogeka, lakini usichukulie vitu rahisi. Kila part
wakati unaenda. Kila sherehe saa hizi najua wengine wenu kuna makumbusho shako mshatuma pesa. Mmetuma pesa kwa makumbusho. Tumeni kabisa, tumeni. Amniambie tumeni, ile siku kazi itaisha msikuje kwangu. Juna wakataza mapema msitume. Msikuje. Mr. Odongo ama nadanganya? Sema amen. Praise the Lord. Because now you know the truth, and the truth shall set you free. Mimi kwetu uwazi nileta mambo na makumbusho. Ujinga wafanyie huko. Basi nitume pesa ya makumbusho. Mimi ndo niliua. Sikuua. Wajipange. Maandiko yanasema acha wafu wenyewe wafanye namna gani? Wazikate. Na maandiko yanasema kwamba kuna ushirika kati ya waliokufa na walio hai. Wewe tuma tu. Ile siku ngoja nikuibie siri nini wake na atatendeka. Unaona ukituma pesa kwa makumbusho. Hiyo pesa ikinunua ng'ombe, wakichinja ng'ombe, mapepo zinakunywa damu, unakula nyama. Kuna ushirika. Mapepo zikiamuka zinaamkia ndani mwako. Kazi inaisha, biashara inaisha, ndoa inaisha kwa sababu umekula pamoja na mama. Maandiko inasema msishiriki chakula pamoja, meza pamoja na miungu. Maandiko inakataa. Praise the Lord. So I am here to teach you and to let you know the truth. Sitaki mtembee na wewe na bado unaenda kunaswa. Nataka leo ukikombolewa, ukombolewe kabisa. Kabisa. Uende umiliki baraka zako. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So ndiko inasema walipotoka katika ile harakati ya kuchunga mifugo na wamejua ameshamuuza Yusufu, the only person alikuwa righteous genuine kwa wale watu wote ni Reuben. Wakati walipopanga kumuua, akasema hapana, sikuna shimo hapa, badala ya kumtupe kwa shimo. And then alipokuwa wanapiga hesabu ile wataenda na Wamisri wakafanya namna gani? Wakapita na wakamtoa ndani. Na by the way, Yusufu aliuzwa bila nguo. Jungu alikuwa nayo ilikuwa imeuzwa. Hakuwa na nguo. Sasa ngoja nikufundishe. Unaona Israeli, kama baba alikuwa anakupenda, hakuwa anakushoneanga nguo ya trouser vile ndugu Amos hivi. Simama ndugu Amos. Hakuwa anakushoneanga nguo hivi. Ulikuwa unashonewa kanjo. So hii kanjo unaweza tembea bila kitu ndani kama Masai. Praise the Lord. Nilimwambia mimi kuna ile nimepewa ufunuo. Nataka nianze kushona Pastor Ross. Nilishawaambia. Nilimwambia inakaaje? Sijawaambia. Mimi niko na kanjo nataka kuanza kushona, nitakuwa na vanga hapa. Sitakuwa na vaa hizi. Na yangu nikupa kushinda ya Ezekiel. Mjipange na nyinyi mtakuwa mnanunua. Mjipange. Hey, praise the Lord. Hiyo itakuwa kufagia nikija kwenye hapo inafagia hivi inamfunika. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu anatuanga ufunuo avaza anavaa afanya nini? Avae. Simuona zo wote zinatembea mpaka chini. Naona watu wake ni makabuti, mvua inyeshe, ikose kujua iwake ni makabuti. Ndio ufunuo alipewa. Na huwezi ongea. Ni hivyo. Kwa nyumba ni hivyo. Sasa hii yetu Pastor Ross, hii yetu na kila pastor anafaa kuwe nayo. Najaribu kuimagine vile utakuwa unakaa nayo kwa hiyo crowd. Najaribu kuimagine. Unaingia na kanju yako na unakaa nayo hapo. Mama anashangaa, mama leo, mami. Na hiyo ni asante. Praise the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Sasa baada ya kupelekea baba yao lile vazi, baba akaangalia na kweli ile vazi lina damu. Ushahidi. Mtoto wangu hayuko. Baba alikaa miaka zote akijua kwamba Yusufu alifanya nini? Alikufa. Evidence ya kwanza ya kwao, vazi lake. Yusufu anapouzwa anaenda kwa nyumba ya nani? Ya Potifa. Katika ile nyumba ya Potifa, mke wa Potifa anamtamani, anamwangalia, ambayo ni kawaida. Wasichana ni kawaida. Mkitoka hapa mkutana na watu babari makanga kuwape, ni kawaida. Kama umeumbwa na Mungu ni kawaida, hata huo umeolewa ni kawaida. Hizo vitu zipo. Usitukane watu, ni kawaida. Inamaanisha kwamba umerembeka. Uko sawa. Kama ufanye wangi kwa barabara una kasoro.
Itabidi kupeleke ndani ya maombi, tuulize Mungu, mbona hii shida iko? Mungu, toa hii shida uonekane. Ukitaka kujua uko sawa, unasumbuliwa kwa barabara, si kwa Facebook, si kila mahali, hata mpaka pastors wanasumbuana. Sifikiria ni watu walevi na wanasumbua, hata wachungaji. Kwanza wachungaji ni wabaya. Wakisha kukumaki hivi, ujipange. Na wanakuja na mistari ya Biblia. Unajua Bible inasema mpendwa, lazima ukuwe na holy kiss. Imeandikwa hapa holy kiss. Nataka nikupe holy kiss, na mwenda wa siku na anapeana tu. Shauri yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na unajua hutaongea. Unajua ukiwa kwa hiyo chacha hutaongea, utaongea siku utatoka. Hautaongea. Ndio kitu kinamalizanga watu wengi. Sasa Joseph ameenda kwa nyumba ya Potifa. Mke wake anaona huyu kijana ni mhandsome. Alafu baadaye anapanga njama. Bible inasema Yusufu anakimbia, anaacha vazi. Wakati Potifa anapokuja, anamuelezea. Potifa anaamini kwa sababu ya evidence ya nini? Ya vazi. Vazi la kwanza imepelekwa kwa baba, evidence ya kuonyesha kwamba amekufa. Vazi la pili ni evidence ya kwamba alikuwa ananirefu. Hata vazi lake ndio hili. Wanaonyesha vazi. Lakini Mungu naye ni nani? Mungu anangoja siku ya ukweli. Hata kama umefanywa hayo mambo yote, kuna siku ya ukweli. Ukweli itakuja kujitokeza. Mimi wanasema it is just the matter of time. The truth, it will come out. It will come out. Wewe usijali. Wachana na simu ya mume wako, wachana nayo, usiyekuwa unaangalia. Wachana na simu ya mke wako, wacha kuchukua na message, wachana nazo kabisa. Ukweli itakuja kutokea huko. Ukitalipuka huko, wacha kusumbua watu, wacha mbibie bwana yako alale usingizi. Mtanikie kitanda, wacha alale. Huko ukweli watakuwa na sambarakana ndani ya kitanda, wewe unangorota. Unafanya hivi kwa sababu huko. Bwana Yesu asifiwe. Mama mmoja alikuja hapa kutoka Ukambani. Akaja akaniambia, pastor, mimi nimechoka na mume wangu. Mara si huyu, mimi si huyu. Na nikiongea ananichapa. Mimi nimechoka, nataka kumwambia mama usiende. Tulia. Unataka niombe aje? Omba tu aje. Sasa mimi nikamwambia siombe aje. Ngoja uone. Kwanza nilimtoa huko. Nikakuja nikamkalisha hapa. Kamwambia sema Bwana Yesu, kwa Bwana Yesu. Ninaomba hiyo mpango wa kando. Naomba hiyo mpango wa kando. Wamalizanie police station. Mmoja afungwe, lakini bwana wangu asifungwe. Hapana. Yule Mungu anataka afungwe. Sasa ngoja nikushangaze kile kilitendeka. Sasa my wife ndio ubaya kuingia church late. Sasa unaona sasa kila mtu macho iko kwako. Tabidu tubaie soda. Sasa hiki ndio kitu kilitendeka. Sasa hebu focus. Ngoja leo nenda focus. Praise the Lord. Focus to me. Amen. Juu niko na point. Si ndio misongo? Niko na point. I have a point. Amen. Ama niachane na testimony. Sasa simu focus to me. Praise the Lord. Sasa unaona hii ndio ubaya wa nyumbani. Ukujenge kanisani kila siku. Unajua kucheka ni dawa ya roho. Praise the Lord. Sasa nimesahau nilikuwa nimefika wapi? Polisi. Nilikuwa nimefika polisi. Sasa tulipoomba, alipoenda hakuna kitu kitendeka. Anasema, "Ai pastor, kwani maombi kufanya kazi?" Mama tulia. Wiki ya kwanza ikaisha. Bwana bado ni ile. Acha nikushangaze kitu kilitendeka. Sasa kwa ile nyumba, Bwana alikuwa na mpango wa kando. Walikutania wanaume wangapi? Wacha ndondi sianze kwa hiyo nyumba. Kapigana police station. Praise the Lord. Walipoenda police station, bwana yake ndiye alifungwa. Akasema, "Pastor, sikuomba hivyo." Hapana, hivyo ndio vile Mungu alitaka. Praise the Lord. Sasa mama akaniambia, "Pastor, wanataka bond ya 50,000.
Nifanye aje? Mwambie usitoe. Sema pastor, lakini bwana wangu ataozea na hezi oza. Umeshasikia na kiozea ndani, wanakuanga wazima. Watu wacha nikwambie, ndani watu hawaozangi. Kwa gereza hawaozangi. Siku hizi kuna TV, kuna chakula, siku hizi kuna mattress. Watu hawaozangi. Ile siku tulikuwa mattress. Tulikaa kwa mattress na ndugu Amos chini. Ile siku tulikishikwa na kwa sababu ya COVID, tulikaa kwa mattress. Praise the Lord. Nikamwambia, nataka ufanye hivi. Nataka uache mume wako akae ndani wiki ngapi? 2. Na ni kweli alikaa ndani wiki 2. Aliporudi aliambia mke wake, wacha tu. Nini? Wacha tu. Praise the Lord. Hiyo ndio ilikuwa mwisho ya yeye kuenda wapi? Maana ukweli ilifanya nini? Ilitoka. Wakati mwingine wapendwa, hata kama mtu atasema kitu kukuhusu na wewe unajua ukweli, nyamaza. Ukweli itakuja kutokea. Na wakati ukweli utatokea, you will be on the safe side. Wewe ndio utakuwa favored. Praise the Lord. Wewe ndio utakuwa favored. Bwana Yesu asifiwe. Sasa baada ya kumshika Yusufu, wakampeleka ndani ya gereza. Kwa sababu evidence iko. Alafu bibi anapiga kelele, yani bibi wa Potifa alikuwa anataka kunishika. Unajua Potifa alikuwa na amri gani? Potifa alikuwa mkuu wa majeshi. Bibi ya mkuu wa majeshi, tena niwaambie, bibi ya mkuu wa majeshi anakuanga mrembo. Anakuanga mrembo sana. Na akiongea anaongea. Kuna tu watu 4 wanawanga wake warembo, watu 2. Pastors na bibi ya matajiri na watajiri. Praise the Lord. Pigia makofi mazuri. Hallelujah. Bwana Yesu, wapi shangwe na vigelegele? Lakini mimi nasema kama uko hapa na umeoa, usifikiria tu hujaoa mke mrembo. Huyo mke kama amekuwa mrembo ungemuoa. Vile mimi nawajua, hamwezi wa Mungu mtu ambaye ni akili. Na Mungu hakuma mtu mwenye akili. Kila mtu ni mrembo kivyake. Pigia makofi mazuri. So, wachungaji wanawanga wake warembo, lakini pia kuna Wakristo wanawanga juu Mkristo, na mimi najua Mkristo hawezi chagua mtu ambaye si mrembo. Tuongee hapo ukweli sasa. Hata wewe mwenye umeokoka, unaweza chukua mtu mwenye si anzi sana. Ambia pastor ukweli. Mpaka upige hesabu zako. Kwa sababu bora anapumua. Bora analeta kitu kwa meza. Praise the Lord. Ilikuwa naona mwingine bwana hata hana sura, amechomeka, akasema, pastor mimi sitaishi. Siesi. Ni heri niende nililie wapi? Kwa Prado wapi? Na nililie Dubai, lakini si nililie Kenya. Tena ndoa ilisumbue. Hapana. Kitu kimoja. Either ndoa isinisumbue nililie Dubai, lakini nikuwe na maisha mazuri. Praise the Lord. You know people normally choose money. Yes, watu wanachagua pesa. Mimi nakwambia usichague pesa. Usichague pesa, pesa ila ndoa. Ngoja nikwambie. Si mimi nilikwambia naenda kuombea mwingine kule Lavington. Hako na nyumba nzuri, yani nyumba ni ya kifahari, lakini ndani ya nyumba walali. Ni shida tubu. Wako na pesa lakini pesa haitoi shida. Pesa haiwezi ikatoa shida. Kitu kinatoa shida ni Yesu. Sema ni Yesu. Yesu ndiye anatoa shida katika jina la Yesu Kristo. Huyu Yesu akuondolee shida ambazo uko nazo. Amen. Na usifikirie eti Yesu amechelewa. Anangoja the appointed time. Itakapofika utaona Yesu ameingia. Na anaingia na package. Watu wawili wanaopendana, mpendwa, hawa watu wachananga na wao. Hawa watu ni hatari. Hizo ni 2 forces. Wewe ni 1 force. Wakiamua kukuvamia watu wawili, na watu wawili ambao wanapendana, unapoenda kufanya waachane, ndio mapenzi inashika moto. Ndio inashika moto kabisa. Hao unaachananga na wao. Ile siku Mungu ataona itapoa. Na kuambia ukweli. Ukienda kuambia nyinyi nataka muachane, unafanya tu kazi ya burao. Watu vile unataka waachane ndio watapendana. Especially youths. Vijana wa 15, 18, 20. Hawa watu ni hatari. Hawa watu wakipendana naenda tu kwa magoti waombe. Hakuna kitu utafanya, hakuna.
Mimi ni pastor, ni shahidi. Hakuna. Hao naomba tu Mungu saidia, hawa ni watoto. Hii relationship yao ivunjike kiroho. Basi. Piga Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Ninamalizia kusema hivi. Wakati Yusufu alipotupwa ndani ya gereza kwa sababu ya mambo za uongo, kumbuka mpendwa, ukweli ilikuwa bado haijajitokeza. Bado uongo ilikuwa evidence, ilikuwa inatanda kila mahali, na evidence za uongo. Praise the Lord. Evidence za uongo. Akapelekwa gerezani, bado evidence imeshikiliwa tu. Wewe unajua Yusufu alifungwa miaka ngapi? Hakufungwa mwaka mmoja. Hakufungwa mwaka mmoja. Sasa nisikilize kitu kilitendeka. Mungu akawa anaona there is nobody who can defend this young boy. Hakuna mtu anaweza mdefend. It's only God who can defend him. Praise the Lord. Na Mungu akapea watu kwa gereza ndoto wawili. Wakaota. Wa kwanza ndoto yake ilikuwa ya kumuua, akaenda akauliwa. Wa pili ndoto yake ilikuwa ya kumtoa kwenda wapi? Ikulu, na akaenda ikulu kama kabera wa mfalme. Sasa sikia vile Mungu anafanya kazi. Baada ya ule mtu kwenda State House, mfalme akaota ndoto. Wakatafuta watu wa kutafsiri hilo ndoto Egypt mzima, hawakupata. Mpaka yule kapubera akaambia mfalme, mfalme, kuna mtu kwa gereza alifanya hivi na hivi. Kumbuka mtu ako ndani ya gereza, hana familia ya kumtetea, hana mloya. Praise God. Lakini evidence iko. Unajua pia maloyas wanakuanga wazuri sana, na mimi nawapenda. Wanateteanga hata kama wanajua mtu ameua, wanateteanga hata sema tu mtu hajaua. Praise the Lord. Sasa maandiko yanasema baada ya mfalme kuota ndoto, hapo ndipo Yusufu anafanya namna gani? Anaitwa. Alafu maandiko inasema Joseph akafanywa mkubwa kwenye store, akafanya prime minister, si ndio? Akuwa prime minister. Prime minister ako juu kwa mkuu wa majeshi. Sasa wewe umeshajiuliza, mke wa Potifa alikuwa anaangaliaje Joseph? Potifa alikuwa anamwangalia aje? Na wao walimfunga. Do you know why? Because now the truth has come out. Kitu kilichofanya ukweli ikatoka ni the gift ndani ya Joseph. Kama kweli kama Joseph angefanya, that gift haingeendelea kuwa ndani mwake. Praise the Lord. Lakini hiyo kipawa ilifanya kazi kwa sababu alianza tayari kuota kama bado ako ni mdogo, na Mungu akampea neema ya kutafsiri. Na hiyo neema ya kutafsiri ilikuwa ndani ya Yakobo. Maana Yakobo alikuwa na tafsiri. Ndio tafsiri ndoto ambayo Joseph aliota, Yakobo akatafsiri. Praise the Lord. Baada ya kutoka ndani ya gereza, evidence ikazama, the truth ikasimama. Wakati njaa ilipokuwa nchi ya Israeli, ndugu zake wakaja in the land of Egypt kutafuta chakula. Wakakuta Joseph ndiye anasimamia hiyo mambo. Baba yake alijua miaka zote mtoto wangu alikufa. Walipotoka huko wakarudi wakasema tumeona ndugu yetu. Ile evidence baba alipewa ikawa imeisha kazi. Maana the truth imetokea. 2026 it is the year of the truth. Praise the Lord. Anything people lied against your life, the truth is it will come out. Ukweli itakuja kujitokeza. Wanasema Mungu wako ni wa uongo, ukweli itakuja kujitokeza. Praise the Lord. Wanasema uliwaibia pesa, ukweli itakuja kujitokeza. Wakati ukweli ulipojitokeza, wacha nikwambie, kuna watu sambuli mbili waliaibika sana. Ndugu zake Yusufu na mke wa Potifa. Hao ndio walikuwa na evidence ya kwamba huyu mtu alifanya hivi, huyu mtu alikufa, huyu mtu alifanya uzinzi. Kumbe ni uongo. Wakati mwingine mpendwa, usikuwa unajibishana na watu, nyamaza. Because you know the truth. The truth, it will set you free. Wacha kimbizana na watu. Ndio unaona mimi sikuangi kwa mbio na wachungaji. Kama kutakuwa na wachungaji watabarikiwa mbele yangu, nashukuru Mungu. But when my time itakapokuja, kila mtu atajua this is the true servant of God. Usipigane na watu. Usiseme uongo. Usitoe unabii wa uongo. Sema ukweli na hiyo ukweli itakuweka huru.
Kuna mzee mmoja mimi namkumbuka sasa ameshakufa. Huyu mzee hata nyinyi wengine mnamjua maana alikuwa kwa TV. Huyu mzee alikuwa anatoanga watu wanaoita church. Anawaambia fanyeni hivi. Mnakumbuka? Fanyeni aje? Na mseme Mungu amefanya muujiza. Jioni mtu kwa church yako tu. Na ukweli hauhitaji evidence. Ukweli hauhitaji facts. Ukweli yenyewe inajitetea. Inajidefend because you cannot defend the truth. The truth it will defend itself. So don't worry. Usijali. Your time is coming. Your time is coming. Na wakati wako ukifika, kila mtu atajua ukweli ilikuwa wapi. Praise the Lord. Usikimbizane na watu. Wewe tulia kwa ndoa yako. Fanya nini? Tulia. Tulia kwa ndoa. Hiyo ndoa ni yako. Kuna mtu atakupokonya. Hakuna chini ya jua na hata duniani na malaika hawezi kukupokonya, ni yako. Malaika hawezi. Wewe tulifanya nini? Tulia. Wacha kukimbizana na watu. Kama kuna mtu si faithful, tulia. Wewe achana na yeye. Tamramba wapi? Na ukweli utafanya namna gani? Itajitokeza. And the truth will set you free. Praise the Lord. Joseph hakuhitaji lawyer. Joseph hakuhitaji shahidi wa kumtetea na kusema hakufanya. Shahidi wa Joseph alikuwa Mungu. Lawyer wa Joseph alikuwa Mungu. It may tarry, but it will come to pass. Ina uwezekano ionekane muujiza imechelewa, lakini kwa Mungu haijachelewa. God is coming at the appointed time. Na wakati Mungu atakapokuja, kila mtu atajua ukweli ilikuwa wapi. Oh my God. Shalabaganteleboga. Kuna watu wamezingiziwa mambo. Kuna watu walinyang'anywa vitu zao za haki. Kuna wengine walinyang'anywa pesa. Kuna siku moja mimi nishawahi nyang'anywa pesa.
kulinganishwa na wewe. Nani kama wewe? Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Onyara Diosi Ive Oli Nyasaye Onyara Diosi Ima wewe wakuabudiwa, Jesus, wakuabudiwa, Yesu, Kuheshimiwa ni wewe. wakuabudiwa, Kuheshimiwa ni wewe. Mungu mwenye wastahili heshima zote. Hakuna mwingine wa kulinganishwa na wewe. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Umesema wewe, jina lako liko niliko. Iwe unafanya mambo yaliyo juu ya fahamu zetu. Wewe unatupa kushindana zaidi yako. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Inua mikono yako. Unatupandisha utukufu hadi utukufu. Uzima wetu uko mikononi mwako, we Mungu.
Yeah.